Amani na baraka za Mwenyezi Mungu ziwe pamoja nanyi nyote wanawake wenzangu dunia nzima. Kwa mara nyingine tena tukutane katika kipindi chetu Amka Uamshe na Wenzio. Kama kawaida yetu tunavyofikisha mada mbalimbali za kipindi chetu Amka, just kwa kukumbusha wanawake wote duniani ili tuweze kuwa wanawake majasiri, tuweze kuwa wanawake wema, tuweze kuwa mfano katika jamii. Leo basi tutazungumzia nini wanawake wenzangu? Leo napenda tuzungumzie mwanamke mstaarabu. Na vipi uwe mstaarabu? Kwa nini tuchague mada hii ya mwanamke mstaarabu? Baada ya kuchunguza sana mambo mengi katika dunia hii, kuna watu ambao wanapenda maudhi kwa wenzao, wanapenda kuwauzi wanawake wenzao, wanapenda kuwauzi watu, wanapenda kuwakatisha tamaa. Unakutana mtu anajipa muda kabisa wa kusema huyu mwanamke nataka nimwangushe, nitafanya mbinu gani? Basi sasa kipindi chetu hichi Amka Tuamshe na Wenzetu, tuna dawa mambo kama hayo. Bona mambo ya kitoto tu wanawake wenzangu. Mtu asiwababaishi katika maisha haya. Mtu asiwapi simanzi. Be strong, kuwa jasiri, kuwa mstaarabu. Ukiona mwanamke mwenzako anakufanyia mambo yasijui ya kutukana, kukudhalilisha, kukuzushia, jundo mambo ya wanawake, au sio? Kwanza wewe jitoe katika hilo group ya watu kama hao, ili uonekane mfano katika jamii, uonekane mwanamke mwenye akili, mwanamke mwenye mawazo, mwanamke mwenye kuangalia future, maisha yake ya baadaye. Usiwe interested sana na kusikiliza maneno. Kwa unaposikia moyo unapokea, unauma na unajikuta unafanya mambo ya ajabu. Sasa kwa hiyo basi, ushauri wangu katika kipindi chetu hichi Amka ni kwamba kuwa na ile system ambayo tulisema BB. Mnajua maana ya BB system? Maana yake birengane. Acha yapite kabisa, puuzia kama hauyaoni. Maisha yataendelea vizuri na utafanya mambo yako murwa kabisa. Lakini sio one mwenzako kaposti kakukatia mafumbo kakutukana eti na wewe unachukua status yako unaposti. Watu watakao angalia posti zako watafika wanakushusha hadhi. Wanaona kama mwanamke hafai, ni mwanamke mwenye matusi, ni mwanamke mwenye hivi. Na kama ni mke wa mtu ni kama unamdhalilisha mume wako. Na kama ni binti unaweza kujikosesha wachumba kupitia na mambo ambayo unaposti ya matusi. Au wengine wanatia Facebook mambo ya kutukanana, matusi yasiko ndani yake hikma. Haipendezi kwa mwanamke mstaarabu, haipendezi kwa mwanamke jasiri, haipendezi kwa mwanamke mwenye kujielewa yeye kama yeye. Wanawake tujieleweni, tujipende na tujiamini. Kukutukana si kwamba mtu anakuwa amekupunguzia lolote, hapana. Wanakuambia Wafaransa, l'homme de valeur c'est l'objet de critique. Mtu mwenye thamani kila siku lazima achunguzwe, azungumzwe, asemwe. Lakini kumbuke kwamba kila siku mti wenye matunda lazima ushambuliwe. Ni sababu labda unawazidi mengi mazuri ambao wanaona kama yanawababaisha. Sasa basi wewe chukua site yako kama mwanamke jasiri, mwanamke mstaarabu, puuzia kabisa. Mtu anakuja kuambia habari sijui alikusema hivi, mwambie sina muda wa hayo, nina muda wa maisha yangu, kufanya maisha yangu. Taonekana vizuri. Hebu nitoe mfano. Mtu ameenda kuoga baharini. Sawa. Amevua nguo zake, ameingia kwenye maji. Panakuja mwenda wazimu ambaye sio kwa na akili, anachukua nguo zake anaiba, anakimbia. Sasa ule mwenye nguo anatoka kwenye maji, anamkimbiza ule mwenda wazimu. Na kuuliza mwanamke mwenzangu, ukiwakuta wote wawili barabarani, utahisi nani mwenda wazimu haswa? Utahisi ni yule ambaye hajavaa nguo, kwa sababu ndio anaonekana ametoka kwenye maji, hana nguo kama alivyozaliwa, anamkimbiza mwenzake. Kumbe sasa inaonekana kwamba wote wanakuwa wenda wazimu mbele ya macho ya watu. Bimaana mwanamke mwenye kukutukana na ukavaa vibwebwe, ukaenda kupambana naye kutukana naye, wote mtaonekana wenda wazimu. Haifai, mpuuze. Maana kuna wakati mwingine anafanya hivyo juu anataka kukusikia, anataka kutupishe mwelekeo, ionekane kama haufai katika jamii. So be clever, smart.
kuwa na akili, jitambue, usimfuatilie mambo yake, puuza kabisa, uendelea na maisha yako. Mwanamke mstaarabu sio mwanamke mwenye maneno ya kutukanana. Mwanamke mstaarabu huangalia maisha yake, familia yake, jamii, sio kuangalia watu walisema walifanya. Utatupa mwelekeo dada. Alafu lingine ambalo naweza nikashikia ni kwamba kuna wanawake ambao wanaokopa watu. Yaani jua kuokopa watu, anashindwa kufanya maisha yake. Fulani atanisema, ikiwa nitafanya hivi atanisema. Rafiki yangu, hii dunia iko hivi. Unaweza kufanya mazuri wakakusema vibaya. Unaweza kufanya mabaya wakakusema vibaya. Basi sasa, we unachokiangalia, angalia imani yako ya moyo wako inakutuma nini? Katika dini yako ambayo umesimamia inakutuma nini? Pili, angalia maisha yako unataka nini? Ila ukiangalia macho ya watu, rafiki yangu, hutofika kwenye malengo hata siku hii moja. Maana binadamu hawana wema. Kikubwa ishi nao kwa kheri, ishi nao kwa usalama. Basi inatosha, waheshimu. Lakini mambo yako endelea. Songa mbele mwanamke mwenzangu. Kipindi chetu ni amka kichwani, uamshe na wenzako. Songa mbele katika mambo yako. Usijali huyu kasema, huyu atasema. Jali maisha yako, jali Mungu wako anapenda nini. Imetosha. Kwa hiyo katika kipindi chetu hichi cha amka uamshe wenzako, kama nilivyozungumza leo, tunazungumzia mwanamke mstaarabu. Wanakuambia Waswahili, mwanamke mwenye busara hazungumzi kwa kila anachojifikiri, bali hujifikiri kwa kile anachokizungumza. Maana sio kila jambo ni kuropokwa, kila jambo linakuja kwenye akili yako unataka ulizungumze, kila ambacho unakifikiria unaona acha niseme. Hapana, bali ufikiria kwa kile ambacho unataka kuzungumza. Na lingine, unajifikiri hapa ninapotaka kuzungumza ni sehemu sahihi, ni wakati muafaka, ni muda muafaka. Unaangalia kwanza hata mazingira ya pale ambapo unataka kuzungumzia na ni kipi ambacho unataka kukizungumzia. Utakuwa umetumia busara kubwa sana. Maana unaweza kupenda kuzungumza kitu, kumbe wakati ambao unakizungumzia si wakati sahihi, kikaleta makubwa zaidi. Na vile vile unaweza kutaka kuzungumzia kitu, kumbe sio muda muafaka wa kuzungumza hilo neno, rafiki yangu, na ukajikuta limeleta madhara makubwa. Kwa hiyo kabla ya kuzungumza, fikiria, chambua unalolizungumza, alafu nalimwambia nani, kwa muda upi, kwa wakati upi, itakuwa ni bora kwetu. Kwa hiyo tuna busara katika kufikiria. Sio kila tunachokipenda kuzungumza tuzungumze, hapana. Yangine system BB system vile ngane, tuache yapite. Kupuuza ni jambo lizuri sana. Kinyume chake, dada yangu, utaonekana mwanamke wa ajabu. Leo vikao wanakuita shosti, wanakusuta. Kesho wanakukokota kanga. Kesho kutwa sijui mume na mke wamegombana, wewe ndio umekaa katikati unasutwa. Maisha gani hayo dada yangu? Unaona kweli ni maisha kistaarabu? Utaendelea vipi? Lakini ukiwa mpuuzaji wa maneno na kuongea madogo ambayo unayafikiria yenye maana, utaendelea maisha yako vizuri. Watu watakuwa kazi yao ni kukuzuria tu, lakini hawajakupata kwa neno libaya lolote. Nafikiri hiyo ni system mpya sana. Nijifunze, tujifunze wanawake wenzangu, ili tuweze kuwa wastaarabu zaidi, tuweze kuendeleza jamii. Tusiwe wale wanawake kupenda katiana mafumbo, kutukanana, kunyimana raha. Hapana. Wenye kunyimana raha waache na maisha yao kama ndio waliochagua. Wewe ingia katika system nzuri ya kukaa kimya, kuwa mstaarabu na kupuuza upuuzi yote ambao unausikia, ili usije kutupisha mwelekeo ukaacha kufanya mambo yako, ukajikuta sasa umekuwa na simanzi, hata nje unashinda kutoka sababu walikusema. Kuna wengine wana umgo wake, wana moyo mfupi, wakishamsema namna hiyo basi hata kutoka nje kwenda sokoni anashindwa, anasikia kama vile dunia imekwisha. Hapana, ndio lengo la huyo aliyekusema, ili akuvunje moyo, uonekana hata mafuta ukijipaka hayapakiki. Sababu gani? Amekutia stress kwenye kichwa chako. Kumbe katumia akili. Wewe sasa sababu haukujifikiria, unajikuta sasa umeanguka chini. Rafiki yangu, amka, tuamshe na wenzetu. Be strong woman. Wala usijali maneno ya watu. Songa mbele katika mambo yako, endelea. Kwa hiyo wanawake wenzangu, kuna jambo ambalo lazima tulifikirie. Na jambo hilo ni hili. Kwanza unapotaka kusema maneno yako, unasikia ulimi wako unataka kuyatamka, kitu cha kwanza angalia mambo matano. Huyu unayemwambia kwanza nani? Wakati gani
ambao unayozungumza hayo maneno wakati unafaa, muda unakuruhusu? 3, sehemu gani unayoyasemea maneno hayo? 4, na kwa nini uyazungumze hayo maneno? 5, unazungumza nini? Ukishajua mambo matano, basi utatoa maneno ambayo yanafaa kwa wakati ambao unafaa, na utakuwa unajua uko unafanya kitu gani. Maana maneno yanaweza kukunyima raha, mwanamke mwenzangu. Unaweza kujikuta umetamka neno likakunyima raha mwenyewe ambao ulitamka, likakukondesha, likakunyima amani, ukashindwa hata kutoka nje kwa tamko lako kutoka ulimini mwenyewe. Kumbe kama kuzungumza ni fedha, basi kukaa kimya ni dhahabu. Mwanamke mwenzangu, ni vyema kukaa kimya kuliko kuongea mengi, ambao kesho yanaweza kuletea athari kubwa sana katika maisha yangu. Heshima haiji bali uletwa. Heshima jipe mwenyewe, rafiki yangu, jipe mwenyewe. Maana binadamu hata wakikuvua heshima, lakini kama umejipa wenyewe, hata walimwengu wataona. Lakini isioni ule mwanamke ambao watu wako kwenye kundi wakikuona wanafika wananyamaza. Ni aibu. Fulani kaja, maneno yatapelekwa hivi na vile. Ni aibu sana, mwanamke mwenzangu. Kwa hiyo wewe jitoe kabisa katika mambo kama hayo kama upo, ili uwe mwanamke mwenye kujielewa. Heri uzuliwe uongo kuliko kusema yale ambao kabisa wanaona na ushahidi upo. Usiwe katika wale wanawake wa kusutwa, usiwe katika wanawake wa vikao chini wakaanza kukubebelea, jina lako likazagaa kwa maneno ya uchonganisha au kadhalika. Hapana. Mwanamke jasiri, mwanamke mstarabu, anajitambua, hapendi kabisa ahusike na mambo kama hayo ambao hayafai katika jamii. Nafikiri umenielewa sana, mwanamke mwenzangu. Leo nitaka nitoe nasaha ya kwamba tuwe wastaarabu, alafu pia vile vile tu wapuuzaji, kupuuza mambo ambayo hayafai, eti mtu kusema kutukana, eti utukana naye. Hapana. Mwanamke mwenye kujielewa, mwanamke jasiri, mwanamke mwenye busara hayuko katika style ya wanawake kama hayo. Kwa hiyo na Mungu atuwezeshe kwa hayo, wanawake wenzangu. We must be very strong. Kama kawaida yetu, kipindi chetu Amka kwa siku ya leo tumemalizia hapa. So usisahau kama kawaida yetu, comment, like, na kwa wale wapya subscribe. Bye bye. Ah